Salimia mtu mmoja, mwambie Mungu akubariki kwa kuja kwenye ibada. Mwambie wewe ni wa baraka sana. Mwambie siku ya leo na Mungu aikumbuke kwa maisha yako. Jina la Bwana lipewe sifa. Mwambie usiogope, Bwana yuko pamoja nasi. Jina la Bwana lipewe sifa. Mwambie neighbor usiogope, Bwana yuko pamoja nasi. That is why nilitangulia nyimbo inasema ya kwamba hiyo nyimbo wakati wote wewe unanibariki, inaposema heri siku moja kukua mbele za Bwana kuliko siku maelfu hapa duniani. Jina la Bwana lipewe sifa. Naamini kwamba Mungu yuko pamoja nawe, Mungu yuko pamoja nasi asubuhi ya leo. Acha tuamini kwamba atatenda makubwa kwa maisha yetu. Atafungua milango ambayo wanadamu walifunga na kusema kwamba haitafunguka. Mungu anaenda kuifungua katika kishindo kikubwa kwa jina la Yesu. Mtu mmoja aseme amen. Patia Kristo makofi mazuri, makofi makubwa kwa ajili ya Kristo. Jina la Bwana lipewe sifa. Vile unavyopiga makofi na Mungu akutendee mema, vile unavyopiga makofi na Mungu akuinue, vile unavyopiga makofi na Mungu akubariki. Mungu alibariki maisha yako, abariki watoto wa tumbo lako, abariki kizazi chako, abariki watu wako katika jina la Yesu. Mungu asisahau siku yako ya leo katika ibada ya leo. Mungu aikumbuke siku hii in the name of Jesus. Mtu mmoja aseme amen. Soma pamoja na mimi katika kitabu cha Mwanzo 37. Mwanzo 37. Tutaanza mstari wangapi? Acha tuanze mstari wa 15. Tutateremka, alafu yule ambaye atakayetusomea tamwambia pale ambapo atakaposimamia, na naamini kwamba utabarikiwa. Mwanzo 37 tunaanza 15. Nani amepata aweze kutusomea? Wangapi wametembea na Bible zao? Nani yuko na Bible katika nyumba ya Bwana? Inua Bible yako. God bless you. Ambia aliye karibu yako kama hana Bible, mwambie neighbor, nunua Biblia. Mwambie Biblia ni uzima. Biblia ni neno. Hii ndio inabeba kila kitu chetu. Amen. Inabeba uzima, inabeba baraka, inabeba neema, inabeba kibali, inabeba madola, inabeba manyumba, inabeba magari, inabeba kila kitu. Unaposoma neno, hili neno litavaa mwili, na huo mwili utapata kile ambacho ulikuwa unataka kukipata kupitia neno. Amen. Jina la Bwana lipewe sifa. Can somebody say amen? Basi wacha tusome. Nani amepata aweze kutusomea? Mwanzo 37 mstari wa 15. Inasema mtu mmoja akamkuta, naye alikuwa amezunguka katika nyika. Yule mtu akamuuliza akisema, unatafuta nini? Akasema, na watafuta ndugu zangu, tafadhali uniambie mahali wanakochunga. I think wacha tuanze 37 ndio tupate vizuri kile kitu ambacho tunahitaji kupata. Anza mstari wa kwanza na Mungu atatubariki. Mwanzo 37 kutoka mstari wa kwanza. Yeah. Yakobo akakaa katika nchi aliyosafiri baba yake. Ndiyo. Katika nchi ya Kanani. Ndiyo. Hivi ndivyo vizazi vya Yakobo. Ndiyo. Yusufu alikuwa mwenye miaka 17. Ndiyo. Alikuwa akichunga kondoo pamoja na ndugu zake. Ndiyo. Naye alikuwa kijana pamoja na wana wa Mila. Ndiyo. Na wana wa Zilpa. Ndiyo. Wake wa baba yake. Ndiyo. Yusufu akamletea baba yao habari zao mbaya. Basi Israeli wakampenda Yusufu kuliko wanao wote. Maana ni mwana wa uzao wake. Akamfanyia kanzu ndefu. Ndugu zake wakaona ya kuwa baba yao anampenda kuliko ndugu zake wote. Mtu aseme hiyo ni kitu cha kwanza. Sema hiyo ni ya kwanza. Baba akafanya nini? Akampenda. Baba akafanya nini? Akamfanyia kanzu. Thank you very much. Nataka tusome pamoja. Amen. Amen. Baba akamfanyia kanzu kwa sababu alikuwa anampenda. Amen. Hallelujah. Amen. Are you together? Naamini utabarikiwa. Endelea. Wakamchukia. Wanani walimchukia? Ndugu zake. Wanani walimchukia?
ndugu zake. Nataka tusome pamoja. Wanani walimchukia? Kwa sababu gani? Kwa sababu gani? Ha? Hapa alikuwa ameota ndoto. Ha? Tuko pamoja? Alikuwa ameota ndoto? Hapana. Alikuwa alishaota ndoto? Hapana. Baba alimshonea kanzu. Point number 2, ndugu zake wakamchukia. Wanaongeza wanasema sana, ama wakamchukia. Wala hawakuweza kusema naye kwa amani. Sikia, wakati tu walimchukia, kitu inaitwa collaboration, ile kuzungumuza pamoja, uhusiano, wacha nitaviza uhusiano, mahusiano ya kuzungumuza pamoja ikakata. Amekakatika. Yusufu maana yake yeye kwa akili zake anajua this is our brother, this is my brothers, lakini wenzake tayari Bible inasema kwamba wakamchukia sana na wakakata communication, hawaongei na yeye tena. Swali ya pili, aliwakosea? Wamama wako hapa, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yusufu alikosea ndugu zake? Ha? Kuna wazazi hapa, si ndio? Umezaa watoto, unawapenda wote, lakini unasema wacha nishonee. Kama sasa niko na kijana wa mwisho anaitwa Jose, aka kijana kangu, wacha nikashonie nini? Kanzu. Anashona tu kanzu vizuri, but baba hakujua ya kwamba kanzu italeta vita. Are you together? Na hili jambo halijaanza leo. Pastor anaweza kusalimia tu hivi, anasema tu Kevo, I love you so much. Kumbe kuna mtu amesikia. Oh, yani Kevo ndiye anapendwa, mimi sipendwi. Vita vinaanza. But Mungu akutenge na kila vita kwa jina la Yesu. Kila vita yote ambayo wanadamu wanaweza kuwekea, Mungu akakutenganisha navyo katika jina la Yesu. Mtu mmoja aseme amen. Can somebody say amen? Patia Kristo makofi mazuri. Ambia mwenzako utabarikiwa leo. Mwambie utabarikiwa leo. Endelea namba 3. Yusufu akaota ndoto. Yusufu sasa, hiyo ni ya ngapi? Ya 3. Ya kwanza tulisema nini ilifanyika? Kanzu. Ya pili? Hapana. Ya pili? Wakamchukia. Ya 3? Yusufu akaota ndoto. Thank you very much. Endelea. Akawapa ndugu zake habari. Nao wakazidi kumchukia. Akawaambia, tafadhalini sikizeni ndoto hii. Stop tu pole pole. Wakati aliota ndoto, sawa sawa, tuko pamoja? Yes. Na kuombea neema ya kutokuchoka. Maana nitaichukua kwa dakika chache sana na utabarikiwa. Amen. Naomba neema, usichoke unaposimama. Unajua kuna kutofauti unapokaa ya kusikiliza neno na unaposimama, unakuwa makini sana. Bwana Yesu asifiwe. Nikisoma tunasoma tu and then tunarudi tunakaa. Amen. Bible inasema kwamba kitu cha kwanza baba akashona kanzu. Ya pili ndugu zake wakamchukia. Ya 3 sasa, ambao very dangerous, akaota ndoto. Yes. And big mistake. Kama Yusufu angelijua ya kwamba ndoto itamletea vita, angenyamaza na ndoto yake. Kweli ama uongo? Kweli. Lakini cha kushangaza, akawaita tena ndugu zake bila kujua ndugu zake hawako na yeye tena. Kuna watu wanaweza tembea na wao kumbe hawako na wewe tena. Unielewa? Amen. I love Kenyans. Napenda wa Kenya sana. Anakuambianga tuko pamoja. Na kumbe hakuna kitu kama amuko pamoja. Uongo. Hakuna cha kuwa pamoja. Wewe jipatie njia, utafute uende. Tuko pamoja. Dada, mbona uonekani kanisani? Pastor, tuko pamoja, hakuna shida yoyote. Kumbe hata alisha involve zaidi ya watu 5, anawaambia mimi hiyo kanisa sitaendaka tena. Natangaza kwa jina la Yesu, Mungu atakupa neema ya upambanuzi ya kuelewa kila kinachoendelea kwa utukufu wa jina la Yesu. Can somebody say amen? Bible inasema kwamba
akawaelezea ndugu zake, akawaita, hakuwaelezea tu, lakini aliwaita akawaambia ndoto. Akakosea, akawaita, kumbe hawako na yeye tena. Unaweza chukua kiti chako, naona wengine wamechoka. Naelewa wamama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Akawaita tena, akawaambia nimeota ndoto. Maana yake labda kalienda zurura kwa sababu kalikuwa kanachunga kondoo. Aliporudi aliota ndoto usiku. Labda asubuhi before aende kuchunga kondoo, akaketisha wao kama familia. Vile mtoto ama vile baba vile mama anaweza ita watoto wake na kuambia, jamani leo nimeota ndoto. Kumbe ndugu zake hawako na yeye tena, walishamtoka kitambo. Bado ni Kiswahili ya Kenya. Kumbe walishamtoka kitambo, hawako na yeye. Mama Lewis, kukutoka wanasemanga nini kwa Kiluya? Kumbe walishakutoka. Kukuleha. Thank you. Kumbe walishakukuleha, walishakutoka. We, kwa lugha hii unasemwaje? Walishakutoka. Bara kutaye. Sikiza hiyo utamu hizo malango. Ngoja, wacha niende. We, lugha yako ninaijua. Kwa Kijaluo inasemwaje? Walishakutoka. Ngoja utasikia malugha hapa vile zinafurahishanga. Sema kwa lugha yako mama, ni hubiri injili, sema. Kisewei. Kumbe alishamkisewei. Hii ni kali. Haya, twende kwa mama Leata. Wanasemanga aje kwa lugha yako ile ya nyumbani? Na usiniambie ulishaisahau. Yeye anawaketisha kama familia, kama ndugu zake, kama warafiki wa karibu. This is my brother. Tuseme vile Devi mkubaki ya Sam na Zika na Jose na Charity. Sasa Jose anasema leo nimeota ndoto. Jamani, wacha niwaelezee. Bible inasema ati kumbe walishamchukia. Yeye hana habari. Mungu akupe roho ya upambanuzi mwaka huu. Usitembee kwa kutembea tu na watu. Sijui kama naongea na mtu hapa, anisikilize kwa umakini. Ni mwaka wa baraka, mwaka wa neema, mwaka wenye kibali. Usikubali maadui wakukoseshe baraka zako, lakini ambia Mungu, nipatie, nichagulie wale wateule ambao nitatembea na wao, ambao hawana roho ya hypocrisy. Hypocrisy manake unafiki. Hakuna kitu hatari kama utembea na watu wanafiki. Hata ukitembea na watu wanafiki 1000 mpendwa, watakuacha njiani, kwa sababu wakati wa danger hawatakuwa pamoja na wewe, lakini wako na wewe tu kwa muda tu kidogo. Wakati wanaona kinaumana hawatakuwa na wewe. Yesu msalabani akatembea na wao, lakini ilipofika wakati wa Yesu kuwekwa kwenye msalaba, kila mtu akahepa, akakimbia. Hata Petro ambaye aliyekuwa anakata watu masikio, na Yesu anaokota tena, anaweka kwenye anaiconnect tena, hata Petro akahepa. Na Biblia inasema kwamba Yesu akamwambia, kabla jogoo iwike mara 3 utakuwa tayari umetoroka, utakuwa umenikana Petro. Petro akaapa akasema, Bwana wangu, nitawezaje kukuacha? Petro akiongea kwa mdomo, lakini kwa vitendo ndani yake hangeweza kustahimili msalaba, mateso ya msalaba hangeweza kustahimili. Kuna watu wanaweza simama na wewe wakati wa raha, lakini wakati wa mateso hawataweza kustahimili. Mungu akuchagulia watu ambao watakostahimili wakati wa shida, wakati wa raha, wakati ya baraka. Mungu akupatie watu ambao watasema never, hatuwezi tukaachilia, lazima tutasonga pamoja na Bwana, na kufika tutafika. Can somebody say amen? Kama walimwacha Yesu, who are you? Paul, walimwacha Yesu. Unajua Yesu alianza na washirika wangapi? Alianza na, Bible inasema kwamba kundi la kwanza aliketisha, walikuwa watu 5000 bila kuhesabu wa mama na watoto.
5,000 wanaume peke yao. Hakuna kanisa linabeba 5,000 hii Kenya, sioni. Wanaume peke yao. Bible inasema wanaume peke yao. Wakati huo wamama walikuwa hawahesabiki, lakini Bible inasema kwamba Yesu aliketisha watu 5,000 akiwapatia mikate, akiwaulisha. Lakini wacha nikwambie, bila watoto. Na wakati mwingine wale washirika wakashuka wakaenda mpaka 70, wakashuka wakaenda mpaka 12, wakashuka wakaenda mpaka 3, mwisho akajipata peke yake kwenye msalaba. Natangaza nikwambia asubuhi ya leo, jitie nguvu maana wewe ni jeshi kubwa. Jitie nguvu maana wewe ni jeshi kubwa. Don't trust in men. Usiweke tumaini lako kwa watu, weka tumaini lako kwa Mungu aliye juu, maana yeye ndiye anaweza mambo yote. Hakuna mahali Bible inatuambia kwamba wanadamu wanaweza mambo yote. Hakuna, hautapata hiyo vasi. Lakini Mungu anaweza mambo yote. Wakati unalia iko pamoja na wewe. Wakati unapiga magoti unasema, Mungu remember watoto wangu wanaishia kwenye pombe, wanaishia kwenye bangi. Mungu akumbuke, ni Yesu tu pekee utakuwa na yeye. Watu watabaki wakikushimanga na kusema, huyu mama alilea watoto wake vibaya, huyu mama ni kama alikuwa mtu mbaya, huyu mama ni kama utakupatia majina. Lakini usikate tamaa, endelea kushikilia magoti na kumwambia Bwana, ninajua Mungu aliyenipatia watoto, one day hao watoto watakuwa wa baraka kwangu. Watabirie baraka, wanenee baraka, achilia baraka kwa ajili yao, na Mungu wa mbingu atawakumbuka na kuwabariki. Mtu mmoja aseme amen. Wakamchukia, akawakusanya, lakini kuliko wasikilize ndoto kwa makini na waseme, Mungu, hii ndoto itakapotimia tusaidie Bwana ili tuwe baraka kwa hii ndoto. Bible inasema kwamba wakaketi wakamchukia. Walikuwa tayari wamemchukia kwa sababu baba kwanza alishona kanzu, ya pili kamerudi tena kuleta ndoto. Dewe unavyoendelea kwa watu unawapatia ripoti zako, wengine hawatafurahia baraka zako. Sijui kama unanielewa. Unavyoambia mtu, najua hii mwaka Mungu, naona Mungu akinibariki ndoa, naona Mungu akinibariki akiniinua, naona Mungu akinibariki gari, naona Mungu akinibariki kaplot. Mpendwa, sio wote watafurahia. Wengine watasema, tutaona vile hiyo ndoto itakamilika. Lakini natangaza siku ya leo wataona ikikamilika kwa jina la Yesu. Wataona ikikamilika kwa jina la Yesu. Hakuna hata ndoto yako ambayo haitakamilika. Yote itakamilika in Jesus name. Mtu mmoja aseme amen. Sema, Bwana Yesu, Bwana Yesu, wanadamu hawatamaliza ndoto zangu, wanadamu hawatamaliza vision zangu. Mungu utakamilisha maono yangu. Vile ulivyoniambia lazima Bwana utayakamilisha kwa jina la Yesu. Mtu mmoja aseme amen. Endelea kusoma. Tazama, sisi tulikuwa tukifunga mikanda shambani. Kumbe mkanda wangu ukaondoka ukasimama. Akafanya tena mistake, akajiweka tena kimbele. Ati mkanda wake ukafanya nini? Ukaondoka ukasimama. Wewe ukaondoka ukasimama. Wanamsikiliza tu. Na tazama, mikanda yenu ikazunguka ikainama mbele ya mkanda wangu. Ati mikanda yenu ikazunguka ikainama mbele ya mkanda wangu. Ndugu zake wakamwambia. Ndugu zake wale ambao wanamchukia wakamwambia, Je, kweli wewe utatumiliki sisi? Kweli wewe utatumiliki sisi? Nawe utatutawala sisi? Nao utatutawala sisi? Wakazidi kumchukia kwa ajili ya ndoto yake. Sikia, hata hii Kenya iko hivyo. We ni foreigner, utatutawala sisi, utatufundisha sisi, utakuwa pastor wetu, utakuwa nini na nini. Wacha nikwambia, haiko mambo na foreigner. Hata Yusufu alikuwa foreigner na Mungu akamuinua katika nchi ya ugenini. Mungu alikubali akina Daniel kwa nchi ya ugenini. Imagine wanaanza mwambia, kwani wewe utatutawala sisi? Kwani wewe. Wanaleta maneno ya kumzihaki Yusufu, na bado anawatafsiria, anawaambia ndoto. Endelea. Akaota tena ndoto nyingine. Akawaambia ndugu zake. Akasema, angalieni. Nimeota ndoto nyingine. Na tazama, jua na mwezi na nyota 11 zikaninamia. Ati jua na mwezi na nyota ati vinaninamia.
akawaambia baba yake na ndugu zake. Akaambia tena baba yake na ndugu zake. Baba yake akamkemea akamwambia. Baba yake naye akamkemea. Ni ndoto gani hii unayoiota? Ni ndoto gani hii unayoiota? Je, mimi na mama yako na ndugu zako tutakujaje kukushuhudia? Ndugu zake wakamhusudu. Ndugu zake wakamhusudu. Bali baba yake akalihifadhi neno hili. Baba yake akaweka neno lile. Ndugu zake wakaenda kuchunga kondoo za baba yao. Ndugu zake wakatoka wakaenda chunga kondoo. Sikiliza. Huko Shekemu. Kata kidogo. Wanaenda chunga kondoo lakini tayari wana moyo ya nini? Amnijibu swali. Wana moyo ya nini? Ya chuki. Millicent, wana moyo ya nini? Nauliza swali. Hao walikuwa ni majirani? Walikuwa ni majirani? Walikuwa ni polisi? Walikuwa ni jeshi? Walikuwa ni wanani? Ndugu zake. Tumbo toka nitoke. Sijui kama unaelewa hii somo vizuri. Ndugu yangu, acha nikuulize. Kama ndugu zako Paul, imagine brothers wako. Sio na brothers. Kama unaweza kuinukia, tuilete tu vizuri. Kama brothers zako wanaweza kuinukia, nani hawezi kuinukia? Naongea na mtu hapa. Paul, if your brother, yani umetoka na wametoka kwa tumbo moja, wanakuinukia, si kwa sababu umenunua gari, si kwa sababu umejenga nyumba, si kwa sababu umenunua plot hapa Kayole ama Nairobi, si kwa sababu hata labda nyumbani haujanuanga hata ile hivi unaenda hivi ningepita hapa lakini sitasumbua mama, alafu hivi, alafu naishia tena hapa. Hii inaweza kuwa kama maybe 10 by 10. Haujanunua nyumbani, haujanunua, lakini kuongea tu peke yake, na haja watusi, haja waambia maneno mabaya. Sikia huruma jamani, kama mzazi. Haja waambia vibaya, haja waambia sitaenda kuchunga hata kondoo. Anawaambia tu nimeota ndoto, mnisikilize ndugu zangu, vile nimeota. Roho safi tu. Tupate watu wapi ambao watasimama na vision ambazo tunabeba, bila wivu, bila chuki? Tupate wapi? Tupate watu ambao watasema Mungu kamilisha maono ya ndugu yangu Paul. Tupate wapi? Mungu saidia ile upambano na pambana, siku moja tuone nyumbani kwetu Ushago tumejenga hata kibanda yenyeko na mabati. Tupate wapi? Bila wivu, bila chuki. Mungu akuondolee roho ya wivu na chuki kwa jina la Yesu. Hakuna mtu ambaye ana chuki na wivu atakayemuona Mungu. Hakuna mtu mwenye roho ya chuki na wivu. Ukiona mtoto wa mwenzako anatembea unasema tutaona. Yani unasikia kitu kwa roho. Unasikia mtoto wa mwenzako yuko Marekani, unaanza muombea vibaya. Kwani wao pekee ndio wanapaswa peleka watoto ngamo? Hiyo hata hawatawahi kufanyikiwa, hakuna kitu atawasaidia. Mtoto wa Mungu, tupate watu wapi ambao watasema Mungu, vile yule mtoto umemsafirisha, ninaamini atakuwa baraka siku moja hata kwa watoto wangu. Tupate wapi mtu ambaye ana moyo wa huruma, wa kupenda mwingine? Tupate wapi? Tupate wapi mtu ambaye atasema pastor,
nitasimama na wewe, na wala liwe liwalo hatutaacha. Tupate wapi kwa kizazi ambacho tuko nayo? Tupate wapi? Tupate wapi mshirika ambaye atapata hapa wanasengenya mchungaji wake? Nasema hapana, tafadhali, kama ni hiyo story ya mchungaji wachaneni nayo, mimi nimeokoka, siwezi ingia kwa hiyo kikundi. Tupate wapi? Isipokuwa nawe kujijoin na kusema na tulijua tu, nyinyi ndio hamjui. Mpendwa, tupate wapi? Na hii ndio inabeba kanisa lote nzima katika mwili wa Kristo katika dunia nzima. Wakristo wanashindwa kutetea mpaka wokovu wao, wanashindwa kutetea mpaka wachungaji wao, wanashindwa kutetea mpaka Wakristo wao, wanashindwa kutetea mpaka waimbaji wao, mpaka na mtu unaona anakaa kwenye vikao ambao anajua hizi ni vikao vya kubomoa. Na angalisho, kishaona katika kikundi yoyote ama katika operation yoyote, kuna kikundi inaanza watu wawili, watu watatu, watu wawili, watu watatu. Angalisho, kwa sababu mwisho na kuanga ni maanguko. Najua hapa mtasema amen. Kama si kujenga inakuwa ni kubomoa. Kweli ama uongo mama? Ha? Wakati wote tunapokaa wawili watatu, either tunabomoa ama tunajenga. Kuna mtu atasema no, mimi sitakubali nione huduma ikienda vile meenda. Lazima tusikane na tusimame kama mama, tutapambane mpaka tuhakikishe huduma inafanya nini? Imesimama. Au ni watu wana moyo mzuri. Wengine watasema hakuna hata haja ya kwenda. Au ni wengine wana moyo yao. Jina la Bwana lipewe sifa. Jina la Bwana lipewe sifa. Tupate watu wapi ambao watasema this is time ya kusimama na kutetea injili? Tupate watu wapi? Can somebody say amen? Kusanyana. Imagine watoto wa baba mmoja, wa mama mmoja, wanafanya kikundi fulani, wanajitenga na Yusufu. Acha nikwambie, walijitenga na Yusufu. Yusufu hajui operation yoyote inaendelea, iko kando na kile kinaendelea, hajui kabisa. Lakini wao wanakusanyana, wanasema wacha tutaona huyu bwana ndoto kile kitamtokelezea. Jina la Bwana lipewe sifa. Are you together? Wamama wako hapa mnanisikia? Are you together? Sikiliza, Bible inasema kwamba lakini baba akatunza ile ndoto. Sawa? Ndugu zake walikuwa 11. Hakukuwa hata na mtu mmoja wa kumwibia ripoti ya kwamba wenzetu mambo imeharibika. Simnijibu, nataka mnijibu hili swali, nataka leo tusome pamoja. Nauliza swali moja, hakuna hata mmoja kwa watu 11 mwenye angeenda ambie Yusufu, wenzetu wamekupangia vibaya, dunia imeharibika, dunia imeharibika. Nafikiri kwa watu 11 mmoja angitoka kisiri amwambie Yusufu, kupitia ile kanzu na ile ndoto vitu zimeharibika, wenzetu wamekupangia kukumaliza. Jina la Bwana lipewe sifa. Lakini wote wakanyamaza kimya. Means wote walikuwa same mission. Kama wako same mission, tuangalie habari za David pamoja na nani? Na Jonathan. Jonathan alikuwa peke yake, lakini wakati ambapo Sauli anataka kummaliza David, haraka sana Jonathan anapeleka ripoti kwa nani? Kwa David, na kumwambia bro, hii nyumba leo usilale, baba yangu atakumaliza. Hapo anakusanya virago zake, anapotea, anahepa. Na mimi nauliza, hapa kukuwa na roho moja ya Jonathan kwa watoto 11?
Sema Bwana Yesu tusaidie. Sema Bwana Yesu tusaidie. Sema Bwana Yesu nisaidie. Sema Bwana Yesu nisaidie. Niokoe na kila maadui zangu. Niokoe na kila wenye nia mbaya kwa ajili ya maisha yangu, kwa ajili ya watoto wangu, katika jina la Yesu Kristo. Mtu mmoja aseme amen. Wote wakanyamaza kimya. Sikiliza. Ukisoma hapo chini inaendelea kusema ya kwamba wakati Yusufu alifika, anawapatia sasa chakula, wakamshika. Kitu cha kwanza kumwambia, tutaona leo ndoto zako zitakuwa namna gani. Hawakuelewa hii ndoto Yusufu aliota ilikuwa ya msaada wao wote vile walivyo, pamoja na familia. Afadhali wauwe Yusufu na ndoto zake zote, asisikike tena na ndoto zisitimie. Aishi, Mungu angewafunulia mbele kuambia kwamba hii ndoto haiko kwa ajili yenu pekee, lakini kwa ajili ya Misri. Lazima huyu jamaa atakuja kuokoa watu wengi katika mji wa Misri. Lakini Mungu akaficha siri. Kuna kipindi unaweza pitia, unaona kwamba umeteseka, umeumia, hata ushago hauna ile 10/10, lakini wacha nikwambia Mungu anajua sababu. Lakini wakati wa Mungu ukifika ndio utakuja kujua, ndio maana nilichelewa kupata kaploti. Kumbe Mungu alikuwa na nia ya kwamba mtoto wangu ndiye atanunulia kaploti mahali. Can somebody say amen? Sema Baba nisaidie. Jina la Bwana lipewe sifa. Bible inasema kwamba wakamchukua mmoja wao, Ruben. Sasa hapo ndiye anatoa makucha, anasema hapana, tusifanye nini? Tusimuue. Lakini hakusema hivi mbeleni. Mbona ngoje dakika ya mwisho? Akapeana oda, akasema tumchukue tumtupe ndani ya birika, alafu Waishmaeli watamnunua. Jina la Bwana lipewe sifa. Wakamchukua, wakaenda wakamtupa ndani ya birika. Mdogo yao toka nitoke. Baba mmoja, Biblia haijatuambia ilikuwa mama wawili. Baba mmoja, mama mmoja, wanachukua mdogo yao bila huruma za Mungu, bila huruma ya ndugu, bila huruma ya damu. Wanamchukua, wanamtupa ndani ya birika wakiona. Alafu wanatoka, wanaenda, wanachukua kanzu yake, wanachinja kondoo, wanaichovya ndani. Hao ni watoto wa baba mmoja, hao ni watoto wa mama mmoja, hao ni watoto wa baba aliyeokoka, mama aliyeokoka, lakini watoto wamejawa na ghadhabu ya kuua. Mungu akuokoe na watu ambao wana ghadhabu ya kuua ndoto zako. Mungu akuokoe na watu ambao wana ghadhabu ya kumaliza ndoto zako na vision zako mwaka huu. Natangaza ndoto zako lazima zitatimia, wapende wasipende, kwa sababu Kristo amesema lazima zitimie, na zitatimia wakiona. Watoto wa baba mmoja wanamchukua mdogo yao. Wanapata nguvu wapi ya kumchukua mdogo yao? Wanamvua kanzu. Inamaanisha kwamba walimtupa akiwa uchi ndani ya birika. Lakini nashukuru Mungu, apewe utukufu, kwa sababu hili birika Biblia inatuambia halikukuwa na maji. Mungu anaokoa walio wake kwa njia moja ama nyingine. Birika halina maji, lakini mtoto ametumbukizwa ndani ya birika. Hana wa kumtetea, hana wa kuuliza maswali. Labda angeuliza, kwa nini mnitupe ndani ya birika ndugu zangu?
Na nyinyi ni wakubwa zangu, nimekosea wapi? Lakini kwa sababu hakukuwa na huo muda, hata angeuliza hakuna mtu angempatia jibu, maana hata wenyewe hawana jibu ya kumwambia kwamba tumekutupa kwa sababu baba yetu alikutuonea kanzu, na ya pili baba yetu ulisema kwamba uliota ndoto. Hai make sense. Angeuliza hiyo tu, ndio maana mnanitupa hapa. Mnakubali niache familia yangu, mnakubali niache baba na mama, hii tu nimekosea wapi? Wapendwa ndugu zangu, watu roho ya huruma iliisha. Roho ya huruma iliisha. Tupate watu wenye moyo safi wapi? Watu wenye nia nzuri wapi? Watu wenye maono makubwa wapi? Watu wenye maono mazuri wapi? Tuwapate wapi? Isipokuwa ni kwa Yesu tu. Mtu mmoja aseme amen. Mtu mmoja sema amen. Sema Bwana Yesu, nisaidie Bwana, unipatanishe na watu ambao wana nia nzuri kwa maisha yangu, wana nia nzuri katika maisha yangu katika mwaka huu, ili Bwana ndoto zangu ziweze kutimia katika jina la Yesu. Can somebody say amen? Wanamchukua, wanakatupa pale. Nafikiri kalianza ita Ruben, akawaita wote, hakuna mtu anamjali. Wakati adui anatimiza kila alitaka kutimiza, anaondokaka. Hapo najua ni vigumu kusema amen. Nasema hivi, adui akitimiza mission yake huwa habaki, anaondokaka. Wakaondoka, wakaenda. Wanaenda na nini? Na nguo. Wanaenda na nini? Imeingizwa kwenye, wamechinja mpaka kondoo. Wanachukua nguo mama, wanaweka ndani ya damu. Hey. Wanachukua wanapelekea nani? Baba mzazi. Hawaogopi hata laana. Wanamwambia dadi, unajua Yusufu kule kwa kuchunga kondoo aliraruliwa na mnyama mkali na amekufa. Yusufu ameraruliwa na mnyama mkali, amekufa. Biblia inasema kwamba baba hakukubali. Unajua kama mzazi lazima ufikirie mara mbili. Ilikuwaje? Mtoto katikati ya wenzake, and then hili vazi wamelipata, hawajampata Yusufu. Kama ameraruliwa, si ningeona hata mifupa. Ndio nimeona kanzu peke yake. Mbona kanzu ndio ipatikane peke yake? Kabla waambie maneno, think twice. Napoambiwa vitu, fikiria mara mbili. Baba hakuamini, kaanza kulia machozi. Lakini machozi haingeweza kutoa mtoto katika birika. Lakini hiyo machozi ilisaidia huyo mtoto kuwa safe. Machozi ya baba usicheze nayo. Usicheze na machozi ya baba wa huduma. Inaweza kuwa baraka, inaweza kuwa laana kwako. Naongelea baba. Ukiona baba wa huduma analia, usicheki. Ukiona mama wa huduma analia, usicheki. Think twice. Bia Mungu nisaidie, nisiwe miongoni mwa wenye kulilisha baba wa huduma, ama baba mzazi, ama Mungu wa mbinguni. Mungu mbinguni wakati mwingine analia, anashindwa, niliowaumba ndio hawa kweli? Niliofikiri watafanya ndio hawa kweli? Alafu wanatoka kusema niko tu sawa tu. Uko sawa? Are you sure you are sawa? Uko sawa? Okay. Ruben akakumbuka, upeti tumemuua bila sababu. Wacha nirudi ni muokoe.
aliyeliwa wanarudi tena kumwokoa. Wacha niende kwa ile birika nimchomoe. Sijui Ruben angitoa tena mfano. Sijui angitoa tena, angitoa neno gani, na wenyewe walishasema alishaliwa na mnyama. Unaona hapo hiyo confusion. Wenyewe walikuja wote vile walivyo, akasema ameliwa na mnyama. Sasa Ruben angekuja na Yusufu angesema nini? Ametoa Yusufu wapi? Ama alikuwa na Yusufu wawili? Now Waishmaeli wakipita wakasikia mtu katika birika, wakasema huyu jamaa acha tumchukue. Akamchukua. Tena ndugu zake wakafanya nini? Wakapewa pesa. Vile Yesu aliuzwa ndivyo Yusufu aliuzwa. Kapewa pesa. Pesa ndio hii. Tubebe upeti. Aende kwa slave. Unajua ukisikia slave ama slavery, hiyo ni kufa na kupona. Hakuna mtu atakuuliza mauti yako, hakuna. Yaani ukikufa shauri yako, kipona shauri yako. Lakini Ruben akasema sasa ilarto. Wakachukua pesa. Peti akawekwa kwa mikono ya Waishmaeli. Mungu anaokoaka watu wake. My sister, Mungu anaokoaka watu wake. Mungu anaokoaka huduma yake. Watu wanaweza fikiri wamekumaliza, wanaweza fikiri wamemaliza huduma, na kumbe ndio wakati wa Mungu kuinua huduma. Na hii haijakuwa kwetu sisi, inafanyikaka. Lakini tunashukuru Mungu kwa sababu tumejipanga vilivyo na tulikuwa tayari kwa hilo jambo. Before kitu kifanyike, mimi huwa hata naambia mke wangu, naambia hapa lazima kuna vita before tupande hapa. Can somebody say amen? Sikia. Wakamchukua Waishmaeli wakaenda na yeye. Yusufu sijui walimvalisha nguo nyingine wapi. Nguo nyingine ilishaenda kwa baba. Kakavalisha nguo nyingine kakaenda. Sikia. Bible inasema hivi. Wakakapeleka kwa Potifa. Si ni ukweli? Kule kwa Potifa vitu vilikuwa viendekaki. Akifanya biashara zinahomba. Akilima ujue na waka inabomoa ile inaitwa nini? Mimea yote. Kila kitu kilikuwa kiendeki. Lakini jamaa alipofika, Bible inasema kwamba jamaa akabarikiwa zaidi ya kawaida. Mtu ambaye iko na Mungu, mtu ambaye iko na neema ya Mungu atishwangi. Na mimi natangaza Mungu akupe neema asubuhi ya leo. Neema ya Kristo itembee pamoja na wewe. Neema ya Kristo ikuwe pamoja na wewe. Mahali popote utatupwa, utaota tena. Popote utatupwa, utaota tena. Matui wakafikiri wamemaliza Yusufu. Lakini kwa Potifa yakasema Yusufu asiwahi toka tena kwa hii nyumba. Ukijana ni wa baraka. Are you together? Si mtu mmoja aseme amen. Yusufu akapendeza ndani ya nyumba ya Potifa. Kila mtu akiangalia nyumba ya Potifa inapendeza. Vilivyokuwa viendi vikaanza kuenda, labda na macheo zikaongezeka, kwa sababu Mungu alikuwa pamoja na yeye. Tamani kutembea pamoja na Mungu. Tamani kutembea pamoja na Bwana. Katika hiyo majaribu, tembea pamoja na Bwana. Usihangaike wala usikufe moyo, lakini mwambie Bwana, jua uko pamoja nami, na uko pamoja nami kila kitu kiko sawa sawa. That is why Zaburi nasema, nijapopita katika uvuli wa bonde la mauti, sitaogopa. Jamaa alikuwa kwenye bonde la uvuli wa mauti, lakini Mungu akamuokoa na bonde la uvuli wa mauti, akamuingiza katika bonde la uvuli wa baraka, kwa sababu alikuwa na neema
yako, chochote utaguza kitafanyikiwa, maana Mungu iko pamoja na wewe, na Mungu ajili yake walio wake, maana mkono wa Bwana uko pamoja nao. Mtu mmoja aseme amen. Jamaa akabarikiwa. Kila kitu kikiguzwa kwa jamaa, kwa nyumba ya Potifa kimebarikiwa. Labda kukuwa na furaha ikaingia. Jina la Bwana lipewe sifa. Hallelujah. Can somebody say amen? Mtu mmoja aseme amen. Sikia, bado ndoto iko wapi? Iko pale pale. Sikiliza, unaweza kuwa na ndoto, inaweza chukua muda kusudi kamilike, lakini siku moja itakamilika. Sijui naongea na nani hapa. Unapopokea, ipokee kwa jina la Yesu. Nasema vile unaitikia, uipokee kwa jina la Yesu. Ndoto inaweza chelewa, lakini itatimia tu. Na kabla ya ndoto kutimia, lazima kuna vita utapigana mpaka ndoto iweze kutimia. Shida, unaota ndoto nafikiri utaingia tu kwa baraka tu direct vup. Hapana, lazima hapo katikati kuna vita utapigana mpaka ndoto itimie. Sikiza, inaweza chukua mwaka mmoja, isikukatishe tamaa. Inaweza chukua miaka miwili, usikate tamaa. Miaka mitatu, usikate tamaa. Miaka 4, usikate tamaa. 5, usikate tamaa. 6, 7, 10, usikate tamaa. Lakini jua tu, muda wa Bwana ukifika, ndoto itatimia. Ndoto itavaa mwili na itatimia kwa jina la Yesu. Acha Mungu aitimize in the name of Jesus. Ndoto zako zitimie. Ndoto zako zitimie. Maono yako itimie. Baraka zako zionekane kwa wazi mbele ya adui zako. Can somebody shout amen? Naongea na watu mali hapa ambao wanabeba ndoto, ambao wanabeba maono, itimie kwa jina la Yesu. Utapigwa vita lakini hawatakuweza. Watapambana na wewe lakini hawatakuweza. Watakutupa katika birika, watafikiri wamekumaliza, hawatakuweza. Utatoka ndani ya birika, utatoka Nairobi na baraka zako. Utashuhudia miujiza ya Bwana. Utapanda hiyo ndege, wakiona watu watasema imekuaje? Utasema ni Mungu amenikumbuka, ni Mungu amenibariki, ni Mungu ameniinua, ni Mungu amenikumbuka. Leo ndoto yako itimie. Kuna wengine wetu hapa ushago, ukiingia inabidi uingie jioni ili usionekane na watu. Naingia jioni kwa sababu najua sina kitu ya kuonesha watu. Yaani unaangalia mazingira vile alivyo, nasema afadhali niingie jioni, sasa yenye watu hawataniona tena. Asubuhi ifike watu wameniona. Jina la Bwana lipewe sifa. Ni wakati. Kuna siku taingia mchana kutwa wakiangalia kwa macho yao. Wakiangalia kwa macho yao. Wakiangalia kwa macho yao na kusema ameingia sasa. Na utaingia na baraka ya kishindo kikubwa. Utakuja na baraka ya ushindi mkubwa. Watu watajiuliza kimefanyikaje? Kumekuaje mpaka umeingia na baraka zako? Utasema ni Mungu wa mbingu amekumbuka wakati wangu. Jina la Bwana lipewe sifa. Acha Mungu akumbuke wakati wako katika jina la Yesu. Mungu akumbuke wakati wako katika jina la Yesu. Hakuna mwaka wako utapita bure, hata kama ni wa vita. Natangaza siku moja hiyo mwaka Mungu ataigeuza itakuwa ya baraka katika maisha yako. Hata kama ni wa vita, hiyo siku moja itafika itakuwa mwaka wa baraka. Nasema hata kama ilikuwa siku moja ya machozi, siku moja Mungu ataigeuza itakuwa siku ya baraka. In the name of Jesus. Hakuna chochote ambacho tunafanya bila Mungu kutimiza. Jina la Bwana lipewe sifa. Ataitimiza kwa wakati. Ataitimiza kwa wakati. Watu watasema ndio, watu watakudharau ndio, watakuzihaki ndio, watakuwekelea ndio. Isikuvunje moyo. Simama tu kwenye zamu. Usivunjike moyo. Simama kwenye zamu. Mama usitingizike, baba usitingizike, kijana usitingizike. Simama kwenye zamu. Simama kwenye zamu. Muda wa baraka zako naona zikikuja. Muda wa baraka zako zinakuja. Muda wa baraka, muda wa kuvuna unakuja. Muda wa kuinuliwa unakuja. But be prepared kwa muda wa kubarikiwa, muda wa kuinuliwa, muda wa kusema nimemwona Mungu
katika maisha yangu, lakini hapo katikati unaweza uwekwa ndani ya birika, unaweza uzwa kwa Ishmaeli, unaweza uzwa popote pale, unaweza tupwa kama mpira, huyu apige kipasi, huyu apige na mguu, huyu apige vile anataka, mwingine apige teke vile anataka, lakini ndoto itatimia. Ndoto itatimia wapendwa. Ndoto itatimia wapendwa. Ndoto ya Katedro Yesu ni jibu. Nasema itatimia wapendwa. Hakuna chochote kitastop. Nasema ndoto ya Katedro hii lazima itatimia kwa kishindo kikubwa. Hatuna shaka, hatuna wasi, hatuna wasiwasi. Tunajua labda kwa wakati huu tunaweza kuwa ndani ya birika, tunaweza uzwa kwa Ishmaeli, iko tu sawa, lakini ni safari ya kuinuliwa, ni safari ya baraka, ni safari ya kufanyikiwa, ni safari ya mavuno, ni safari ya kuona mkono wa Bwana. Haijalishi ni yapi unapitia, lakini wakati unakuja, wakati wa baraka yako, watu watasema imekuwa namna gani? Utasema Kristo amenikumbuka, Kristo alitukumbuka, Kristo alitutetea katika vita. Bado Yesu hakunyamaza kimya, Yesu alizidi kutupigania. Kwa nini unaogopa vita? Kwa nini unaogopa mapito? Kwa nini unataka kubarikiwa na hutaki mapito? Kwa nini unataka kuinuliwa na hutaki mapito? Kwa nini unataka kufanyikiwa na hutaki mapito? Mapito ni sehemu ya baraka. Na wakati unaona vita, elewa kwamba kuna baraka ambayo unasogelea. Kuna baraka ambayo unasogelea. Kuna baraka ambayo unasogelea. Labda kwa Yusufu ingechukua miaka zaidi ya 30 ili ndoto itimie, lakini kwa sababu ya kumuuza katika wa Ishmaeli, ya kumuuza na kumtupa kwenye birika, ndoto yake ilikuja karibu. Naona maono yake ikikuja karibu, naona baraka zake zikuja karibu. Chochote alikisema naona kikitimia. Wakamwekelea vitu, hata kwa Potifa akawekelewa vitu. Wacha nikwambia kwamba Mungu halalaki, na ukweli utabaki ukweli. Inaweza chelewa, lakini siku moja itatimia. Unajua huyo mama ni mwizi, huyo mama ni mlozi, huyo mama sijui nini, umepigwa majina zote. Wacha nikwambie, itakuja. Acha nikuonyeshe vile reality inakujaka. Reality inakujanga ni kama uko unapanda kwenye stairs. Mwisho unafika, lakini uongo inaendanga mbio. Yule mzima anajua huyo mama ni mchawi, huyo mama ni huyo sijui nini nimefanya, sijui nini, inaenda. Lakini watu watakapoketi na kuangalia, watasema hapa tulichezwa. Ukweli inaanza kuja pole pole. Wanasema mmesemea huyo mama uongo. Hapana, hiyo mmesema uongo. Hivyo ndio Mungu ataleta mambo yako katika hali ya utaratibu, na watu watajua ukweli, na ukweli utaweka huru. Jina la Bwana lipewe sifa. Ni mwaka wako wa baraka, mwaka wako wa kuinuliwa, mwaka wako wa mafanikio. Na huu mwaka ndio mwaka utashuhudia kila kitu kilifungikaka katika miaka iliyopita. Mtu ambaye anisikia asikie vizuri, tuko katika 2026. Utaingia 2027 na ushuhuda mkubwa ya kwamba hakika miaka iliyopita ilikuwa miaka ya vita na shida, lakini mwaka huu nimemaliza, nimeona Mungu amefungua vitu. Mungu amefungua baraka zangu. Mungu afungue kwako kwa jina la Yesu. Mungu afungue kwako kwa jina la Yesu. Kwa watoto wako Mungu afungue. Kwa jamii yako Mungu afungue. Kwa walio mgambo na nje Mungu afungue. Wakumbuke jina lako, wakumbuke baraka zako, wafanye spidi mambo yako katika jina la Yesu. Wakutafute katika jina la Yesu. Acha mkono wa Bwana ukakutafute mahali popote ulipo katika mwaka wa 6. Kwa hivyo vita yote unapitia inakufanya kukua mwepesi kufikia baraka yako. Usivunjike moyo, usikate tamaa, usisikilize wanadamu kila ambacho wanasema. Wewe songa tu na Kristo atakusaidia. Mtu mmoja aseme amen. Sema ndoto zangu zitatimia. Sema ndoto zangu zitatimia. Sijui una ndoto gani, labda mpaka unafika unaangalia hiyo miaka imeenda, miaka zaidi ya 10, 20, 30, hiyo ndoto haijawahi kutimia. Nasema usikate tamaa, ndoto itatimia tu. Kilicho cha Mungu lazima kitatimia.
kitaendelea. Kilicho cha Mungu lazima kitasimama in Jesus name. Mtu mmoja sema, Bwana, kumbuka ndoto zangu, kumbuka maono yangu na ukayatimize kwa jina la Yesu. Hapa kuna maskini, sisi wote ni matajiri hapa. Mungu atimize kwa jina la Yesu. Mungu atimize kwa jina la Yesu. Mungu atimize kwa jina la Yesu. Mtu mmoja anaweza inuka hapa na anasema, Pastor, Mungu amenibariki, ni muda wangu wa kubarikiwa. Nimeona ninue chuma ya kujenga hii cathedral. Jina la Bwana lipewe sifa na itafanyika. Maana wakati wa Mungu ni mzuri kuliko wakati wa wanadamu. Acha Mungu akubariki, acha Mungu akuinue. Wewe ni Yusufu wa familia yako. Usikate tamaa. Watu watajaribu kukunyamazisha, kukukatisha tamaa, lakini nakuombea neema ya kutokukata tamaa. Neema ya kusonga mbele. Neema ya kuona bora, neema ya kuona kufanyikiwa, ya kuona kuinuka. Jina la Bwana lipewe sifa. Biblia inasema mwisho ndoto ya Yusufu iliweza kutimia. Sitaenda sana kwa mfalme ama nini, lakini ninachokijua ndoto ya Yusufu iliweza kutimia, na kila alichosema kiliweza kutimia, na kila kitu ambacho walisema haiwezi wezekana, tukupigie magoti tufanye nini, ilitimia. Mungu atimize kwa maadui zako katika jina la Yesu. Kwa maadui zako Mungu aitimize in Jesus name. Waone viwango ambavyo walikuacha, watakapokumbuka waone Mungu amekupeleka viwango vya juu katika jina la Yesu. Ni mwaka wako wa ushuhuda, ni mwaka wako wa baraka, ni mwaka wako wa kuimba nyimbo ya baraka, mwaka wako wa kusema nimemwona Bwana akinitendea. Mungu akutendee siku ya leo. Mungu akubariki siku ya leo. Usikate tamaa. Simama kama vile Yusufu hakukata tamaa. Hata kama walimtupa kwenye birika hakukata tamaa. Akauzwa kwa Ishmaeli hakukata tamaa. Akatoka kwa Potifa akaenda kwa mfalme hakukata tamaa. Mungu akufanye kuwa mtu wa baraka ambaye hautakata tamaa katika hii safari, na utakapofika ninaona Mungu akikuvika taji ya baraka, taji ya uzima. Mungu atasema hapana, mtoto wangu liteseka na kutosha, ni wakati wa kurudi na kusema nimekubariki. Na Mungu akikubariki hakuna mwanadamu atakayepigana na baraka zako, maana ndio ya Mungu itabaki kuwa ndio. Jina la Bwana lipewe sifa. Ifanyike kwako siku ya leo katika jina la Yesu. Watoto wako waitwe wenye baraka, nyumba yako itwe yenye baraka, kizazi chako kiitwe chenye baraka katika jina la Yesu. Naona mtu mmoja hapa siku moja akisimama na kushuhudia ya kwamba Mungu wangu ametenda makubwa, na sasa nimeona mkono wa Bwana, na sifa na shukrani zimrudi Bwana. Simama kwa miguu yako tuombe Bwana tunapomaliza ibada yetu.